Karibuni tena katika kipindi chetu cha afya, na leo tutajifunza juu ya kinga ya magonjwa sugu. Magonjwa sugu kama tunavyojua, na kama tulivyokuwa tunaweza kueleza hapo kipindi cha nyuma, kwamba magonjwa sugu ni magonjwa hatari sana, na lengo la kujifunza habari hii ya magonjwa sugu ni jitihada za kuzuia athari zinazosababisha viungo vya mwili, hasa viungo muhimu kama figo, moyo, mapafu, kongosho na vingine kutokufanya kazi katika uasilia wake. Japo zipo sababu nyingi zinazosababisha viungo vya mwili kushindwa kufanya kazi zake kwa usahihi au ufasaha kama Mungu alivyokusudia. Lakini katika magonjwa sugu ndo kitu kikubwa sana ambacho tunapenda kujifunza na kuelimisha jamii, kwa sababu moja tu kubwa, kwamba magonjwa sugu yanapomwingia mtu au binadamu huwa yanakuwa ni magonjwa ya maisha, na yana gharama kubwa sana kuyaondoa katika mwili au kuyafanya mtu mwenye magonjwa sugu aweze kuishi kwa raha na kwa furaha zaidi. Sasa hapa naomba sasa tujifunze kidogo sababu kuu za ogani kushindwa kufanya kazi kabla tujaenda kwenye magonjwa sugu. Zipo sababu nyingi kama tulivyosema. Sababu za viungo au ogani kushindwa kufanya kazi ni nyingi na zinaweza kutofautiana kulingana na mazingira, kulingana na aina ya kiungo au kiungo kinachoathirika kwa ujumla. Viungo hushindwa kufanya kazi ambayo tunasema kitaalamu organ failure, kutokana na uharibifu wa seli au ukosefu wa virutubisho au oksijeni upungufu wake, au usambazaji mzuri wa damu kutokuwa sawa. Na sasa tunaweza kuona hapa kidogo kwamba sababu za viungo kufanya kazi kwa ujumla wake ni huo, na kwa sababu moja moja. Ya kwanza kabisa, kwa nini viungo vishindwe kufanya kazi? Cha kwanza kabisa ni upungufu wa damu au oksijeni, kwa sababu damu husafirisha oksijeni. Ndio kazi kubwa ya damu, kubwa ni kusafirisha oksijeni pamoja na virutubisho vingine kama protini, vitamins, madini ambayo yanatokana na kuchakatwa kwa chakula tumboni. Baadaye vile virutubisho, chembe ndogo ndogo ambazo ni hizo kama tunavyosema glucose na vingine, vinaingia kwenye damu kwa ajili ya kusambazwa na kupelekwa katika maeneo zinakohitajika, na hasa katika seli za mwili. Wakati damu oksijeni haitoshi kufika kwenye viungo, seli huharibika. Mfano, moyo hushindwa kusukuma damu vizuri, ambao husababisha heart failure au kukosa hewa, respiratory failure. Tunasema sasa kwenye upungufu wa oksijeni au damu katika mzunguko wa mwili, tunaita kitaalamu hypoxia. Sasa tujifunze kidogo hypoxia ni nini? Ni hali ambapo tishu za mwili hazipati kiwango cha kutosha cha oksijeni kinachohitajika kwa sababu zake za kawaida. Ikumbuke kuwa oksijeni ndio uhai halisi wa wanyama wote wanaopumua, tofauti na mimea. Wanyama, tunaposema wanyama ni wanyama wote, maanake binadamu na hawa wanyama wengine wote, ndege na kadhalika, tofauti na mimea, kwa sababu viumbe hai vimegawanyika katika sehemu kuu mbili, hai na visivyo hai. Vilivyo hai vimegawanyika katika sehemu mbili pia, kuna mimea na wanyama. Kwa hiyo ni bora upungukiwe virutubisho vingine kama protini, madini, vitamins, kuliko kupungukiwa na oksijeni, kwa sababu ukipungukiwa na oksijeni uhai unaanza kupotea pale pale, na ni kazi kubwa sana kuongeza oksijeni katika mwili. Maana yake oksijeni inapopungua au imegoma kuwepo, maana yake ni mwili sasa umeshindwa kufanya kazi zake, na hivyo uhai unaweza kuondoka. Lakini ukipungukiwa na vitamins, tunaweza kukupa vyakula vya vitamins na ukaendelea kulikava. Zifuatazo ni sababu kuu za hypoxia au ukosefu wa oksijeni au damu
kulingana na aina zake. Hypoxia ziko aina nyingi, karibu 5, 6 hivi, lakini tutajadili hizo chache. Hypoxia, kuna hypoxic hypoxia. Hii ni aina ya kwanza ambayo ni oxygen deficiency in the air or lungs. Pungufu wa oksijeni kwenye mapafu. Hii hutokea wakati kiungo cha oksijeni chenye hewa au kwenye mapafu ni kidogo, kiwango ni kidogo cha oksijeni. Sababu inaweza kupelekea oksijeni kuwa kiwango kidogo kwenye mapafu. Kwanza, kukaa kwenye maeneo yenye milima mirefu, altitude ya juu, high altitude tunasema TAR. Kwa mfano watu wanaopanda milima ya Kilimanjaro wanahitaji support sana ya oxygen ili waweze kuendelea kupumua vizuri, kwa sababu kadri unapoenda juu oxygen inapungua. Na ugonjwa wa mapafu pia unaweza kusababisha upungufu wa oxygen, mfano chronic obstructive pulmonary diseases ambayo ni pia na pumu na pneumonia. Hizi zinaweza kusababisha upungufu huo. Kuziba njia nyingine, sababu nyingine ni kuziba kwa njia ya hewa, mfano choking au uvimbe wa koo. Tonsillitis, unapata tonsillitis zikivimba zinapunguza ile sehemu ya kupitisha hewa kwenda kwenye mapafu. Kwa hiyo hewa inakwenda kidogo, oksijeni inakuwa kidogo. Lakini sababu nyingine ni maji au damu kujaa kwenye mapafu, tunaita pulmonary edema, na hii mara nyingi husababishwa na maambukizi ya bakteria kwenye njia hiyo ya mapafu. Unaweza kaugua hata typhoid, lakini kama hutibiwi kwa wakati, wadudu wanajaa, wanaenea pia, wanasambaa, wanaingia hata kwenye mapafu pia kwenye njia ya mapafu. Kwa hiyo infection mara nyingi, lakini japo inaweza kusababisha na ajali pia, kaumia na ikasababisha hivyo. Lakini sababu ugonjwa wa pili, anemia ya pili, hypoxia ya pili inaitwa anemic hypoxia. Hii ni upungufu wa damu, chembe za damu ambazo ni hemoglobin, chembe nyekundu za damu zinapungua. Hii hutokea damu inaposhindwa kubeba oksijeni ya kutosha. Na sababu ya kushindwa kubeba oksijeni ni upungufu wa damu. Unapokuwa na upungufu wa damu ambao mara nyingi unaweza kusababisha pia na magonjwa ya kuambukizwa kama malaria. Malaria mara nyingi wale wadudu wa malaria wanashambulia sana red blood cells nyekundu. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba upungufu huo, lakini kuna upungufu wa hemoglobin zenyewe, hazizalishi vya kutosha. Sababu ni nyingi, ambapo nayo ni sababu mojawapo ambapo upungufu wa madini chuma. Upungufu wa madini chuma unaweza kusababisha hemoglobin kuzalishwa kidogo, na nayo ikawa ni shida. Lakini kuna kingine, sumu ya carbon monoxide, CO poisoning. Ukivuta hewa nyingi ya carbon monoxide kuliko oksijeni, unasababisha upungufu wa damu na hemoglobin. Nipende sasa kuwashukuru wasikilizaji na watazamaji. Kwa leo tutaishia hapo, tutaendelea tena kipindi kingine, tutajadili habari hiyo kwa mpana zaidi. Asanteni sana, Mungu awabariki.